ninaalika nguvu zako sahihi, ninaalika uwepo wako sahihi, ninaalika damu yako sahihi, ninaita wingu la moto lishuke kwenye anga. Damu yako ili kuvunja maagano yetu, ili kukatakata vifungo vyote, ili kuondoa magonjwa yote kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ayaita damu ya Yesu. Ikayana masetelebe, telirika hande kayana masatanapo, rakiana maseta. Nawasha moto kwenye miguu, nawasha moto kwenye roho, nawasha moto kwenye mchanga, nawasha moto kwenye udongo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Aliyeshika vidole, aliyebeba kucha, aliyebeba nyayo, tunakomboa hatima yako, hatima yako. Nani amechukua maisha yako shuleni, ukiwa unasoma, uwanjani kwenye mpira, na piga poradi kwa jina la Yesu. Lekosepi ikayana masatala patakapa, ramakayana masatala po, rakayana masatala patakapa. Damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ayapeleka moto, nasema moto wende, Morogoro Ifakara, nasema moto wende, kwenye ardhi ya Tanga, nasema moto wende. Sikini kwenye akili yako, nani ameleta hasara kwenye biashara yako, nasema moto wende, nasema moto wende, kwenye vijiji, moto wende, kwenye bahari, moto wende, bahari ya Tanga, moto wende, bahari akayana masetelebe, ramakayana masakalapo, rakayana masakalapatapa, ikayana masetelebe, kulikando kayana masakalapo. Kwenye pombe, pesa ya maendeleo unapeleka kwa wanawake, pesa ya maendeleo unaipeleka gesti, akili zako zimefungwa, acha kuchanganyikiwa. Wipe Yesu, akomboe mawazo yako ufanikiwe. Wipe Yesu, akomboe fikra zako. Hapo kuna miungu, kuna namna wanafaidika, watakuona maskini, kuna namna wanafaidika, watakuona hauna kitu, kuna namna wanafaidika. Unakiona magonjwa huko yaondoke, hasira ziondoke, umaskini
kapayana. Nasema Roho Mtakatifu ingia ndani yake kwa nguvu. Kaende kayana masetele. Rakana masatana vya. Leo kaende kayana masatana. Mkono msoto kapayana. Nasema namtua mizigo kwa jina la Yesu. Namtua lawama. Namtua kudharaulika kwa damu ya Yesu. Ninaalika nguvu zako. Ninaalika uwepo wako. Ninaalika damu yako. Ninaita wingu la moto lishuke kwenye anga. Yesu.
yaliyoshikwa kupitia mchanga, yaliyoshikwa kupitia ardhi, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, ayapeleka moto. Nasema moto wende Morogoro Ifakara, nasema moto wende kwenye ardhi ya Tanga, nasema moto wende huko kwenu Mwanza, nasema moto wende huko Shinyanga, nasema moto wende ardhi ya Makende, nasema moto wende kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Napeleka moto Lindi, napeleka moto Mbara, napeleka moto Tanga, napeleka moto Kilimanjaro, Arusha, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Aliyeshika mafanikio kwa kuchota mchanga nyumbani kwenu, iwe ni Mbezi yako, iwe ni Dar es Salaam, iwe ni Mikoani, napeleka moto kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Nasema naanza chini, naanza miguuni, kwenye ardhi, ardhi inanisikia, inakuapisha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Achilia maisha ya watu, achilia hatima za watu, achilia ndoto za watu, achilia afya za watu. Nani ameleta ukiziwi nyumbani kwenu? Nani ameleta ulemavu kwenye nyumba yako? Nani ameleta umasikini kwenye akili yako? Nani ameleta hasara kwenye biashara yako? Nasema moto wende, nasema moto wende kwenye vijiji, moto wende kwenye bahari, moto wende bahari ya Tanga, moto wende bahari ya Lindi, moto wende bahari ya Bagamoyo, moto wende kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka kwenye laana, toka kwenye umaskini, toka kwenye magonjwa, kwa jina la Yesu. Akayana maseteleko, ramakayana masakalapo, rakayana masakalapapapa, ikayana maseteleko, tolikane kayana masakalapo, rakayana maseteleko, lefrikahane kayana maseteleko, nikayana sokokapayana. Sema yeyote, shika mkono wako kichwani. Sema yeyote aliyeshika fahamu zangu, fahamu zangu, mawazo yangu. Nani anayeleta maumivu ya moyo? Nani anayeleta changamoto, migogoro ya mahusiano? Nani anayetaka nisipate ndoa, niwe single mama, niwe single mama? Napeleka moto kwa yeyote aliyeshika fahamu zangu. Shuleni, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninakomboa mawazo yangu ya mafanikio, ninakomboa mipango yangu, ninakomboa ndoto zangu, ninakomboa maisha yangu kwa jina la Yesu. Aliyeshika fahamu zangu kwa kuninyoa nywele usiku wa manane, kwa kubeba nywele, moto wende popote walikopeleka nywele zangu, mawazo yangu, hatima yangu, fikra zangu, kwa jina la Yesu. Komboa fikra zako, fikra zangu, mafanikio yako, wamefunga mawazo yako. Kuna baraka zipo, wamefunga fikra zako, wanakutesa na mapenzi, wanakutesa. Fungua akili zako, fungua fikra zako, fungua mambo hayana masetelele. Nafungua maisha yangu, nafungua fahamu zangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Fungua fahamu zako, fungua fikra zako, fungua fikra zako. Hautaishiwa nguvu, hautatekwa. Pesa ya
natia nguvu mawazo yake, natia nguvu fikra zake, naweka nguvu Mungu, naweka damu ya Yesu ndani yake, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yote ayashikilia mawazo yake, ayashikilia fikra zake, nasema apigwe kwa moto, apigwe kwa radi, apigwe kwa moto, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ramakayana masakala patakapa, ramakayana masakelebe, ramakayana masakala patakapa, nikona sotoka payana, delika nikayana masakala, rakiyana masakelebe, lebrika nikayana masakelebe, nikona sotoka payana, rakiyana masakala patakapa. Nasema toka kwenye laana ya ukoo, toka kwenye uchawi wa ukoo, toka kwenye mizimu ya ukoo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Na weka nguvu ya kufumba yako, rapaya na masetelebei, ramakaya na masakanabo, telurika hamika na masetelebei, rapia na masetelebei, lebrika hamika na masakanabo, mikono msofoka payana. Nasema Roho Mtakatifu ingia ndani yake kwa nguvu, kwa nguvu, kwa nguvu, kwa nguvu, kwenye nafsi yake, kwenye vilindi vya moyo, ingia ndani yake kwa nguvu, kwa nguvu, kwa nguvu, kwa nguvu, kwa nguvu. Sema leo unamwita Ismasi atoke kwenye utumwa, atoke kwenye gereza. Sema Ismasi, njoo kwa jina la Yesu, njoo kwa damu ya Yesu. La grâce à toi, nikayana masakala vatakapa, ramakayana masakala bo, nikona sotoka payana. Endelea kuomba, endelea kuomba. Telika hande kayana masakalebe, rakiyana masakalebe, lebrika hande kayana masakala bo, nikona sotoka payana. Nasema namtua mizigo kwa jina la Yesu, namtua lawama. Huyo sio mtu mbaya, yekuro nyuma yake, yekuro ya shetani, na itandika kwa moto kwa jina la Yesu. Ikayana masetelebe, nasema kilio basi, nasema masikini basi, nasema changamoto basi, nasema migogoro basi, nasema mafarakano basi. Hii ni sampya kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nasema chochote kinachonena mabaya, kinachotoka nyumbani kwao, iwe ni upande wa mama yake, iwe ni upande wa baba yake, naachilia radi ya moto kwa jina la Yesu. Nenda mpaka kwa wajomba zake kwa jina la Yesu.
laana kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Kayana masatala protokapa ramakayana masatalabu ramakayana masatalabu rikayana masatokapayana tiliri karande kayana masatalabu. Tunakemea roho za mizimu upande wa mama, upande wa baba, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Yeyote aliyebeba maisha ya Kevin kwa kuchota mchanga akamatwe kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Haiwezekani nini? Hasira zako. Kwa nini nini? Kwa nini uongee naye? Ongea naye. Kwa nini uongee naye? Nani hapo? Kwa nini? Nani? Kwa nini? Nani hapo? Nani hapo? Amependelewa. Amependelewa nini? Nalia nini? Simseme. Nalia nini? Hapana nini? Naitwa Tausi Mungu, nimetokea Mbweni, nimeokoka na mpenda Yesu, nimetokea kanisa la JCC lililopo Shekilani. Makofi yako. Bwana Yesu asifiwe. Majina naitwa Sinsia, nimetokea Mbweni. Sinsia, unaitwa Sinsia. Mimi naambia Sinsia yule anayepiga ngome au kuna mwingine? Huyu ndo wa pili. Kwa hiyo hapo shetani tutamtandika. Akiruka juu tunaruka naye. Akizama chini tunazama naye kama maninja. Una jina zuri sana Sinsia, jina lako la vita na ushinde vita katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Cindy Godfrey, nimetokea Mbweni. Amen. Yesu akubarikie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Inipita nakaa Kimara Korogwe, nimetoka na mpenda Yesu. Unaitwa nani? Winnie. Winnie. Karibu. Nazari Lupen. Okay. Ipe Yesu makofi mengi. Bwana Yesu asifiwe. Kisikia Mungu na chinji Majina naitwa frequency. Razaki Lijora. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Razaki Lijora. Lazaki. Director Lazaki. Kameramani. Ubarikiwe sana. Haya.
salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndiyo. Kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kichwa Mwokozi. Kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani. Nikivikwa haki yake, sina hofu. Kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani. Nikivikwa haki yake, sina hofu. Kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Sema Bwana Yesu, ninakuomba unipe haja ya moyo wangu. Ninakuomba ufanyike ibada nyumbani kwangu, kwenye nyumba yangu, kwenye familia yangu, mimi na wanangu, mimi na mwenza wangu. Kwa jina la Yesu, nipe kukujua, nipe kukufahamu, nijue wewe ni Mungu wa namna gani. Ninahitaji akili zangu ziongozwe na akili za kimungu, maana wewe uliyeniumba lipo kusudi, ipo sababu. Kwa jina la Yesu, nataka
Jisogeze mbele, taribu focus yako. Shalom. Bwana Yesu, ninakualika sana wakati kama huu. Ninakualika kwa niaba ya wengine kwa kuwa mimi nilishakualika tayari. Yesu, ninaliitia jina lako mahali hapa, ikiwa ni Jumapili ya kwanza, ikiwa ni tarehe ya kwanza, ikiwa ni siku ya kwanza tunapoanza safari ya kanisa kama Suleiman. Tunajikabidhi mikononi mwako. Tunahitaji rehema zako Yesu. Tunaanza na wewe, tunaendelea na wewe, tunamaliza na wewe, maana uko mwanzo baada ya kumaliza safari ya dunia hii. Kwa hiyo tunahitaji hata huo mwanzo mwingine baada ya kifo na mauti, tuanze tena na wewe. Jina lako lihimidiwe na jina lako litukuzwe. Hakika wewe ni Mungu na wala hapana mwingine juu mbinguni, duniani na chini kuzimu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakualika kwenye mwanzo huu. Ninasema asante kwa kusanyiko hili, asante kwa kusanyiko lijalo, asante kwa kusanyiko lijalo, asante kwa kusanyiko lijalo, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu, hili liwe kanisa lako. Wakfu ninaweka mbele zako maombi yangu ya kwamba Roho wako asipungue, ya kwamba majeshi ya malaika yasipungue, ya kwamba fahamu za Roho Mtakatifu zisipungue, ya kwamba jicho la kinabii lisiondoke kwenye maisha yetu. Natamka mbele za watu ya kwamba Yesu ni Bwana. Natamka katikati ya mji ya kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi. Amen. Leo ni siku yetu ya kwanza. Tunaanza kanisa rasmi. Wangapi wanaiona safari kwa mtazamo huu tangu pale ulipokuja mpaka hapa? Nyosha mikono yako juu. Pengine kila mtu kasharuhusu akili yake kwamba kama ni hapa, je, baada ya miezi minne, je, baada ya mwaka, je, baada ya miaka ijayo. Vipi kuhusu Tanzania? Vipi kuhusu Kenya na Uganda? Vipi kuhusu East Africa, Afrika ya Kati, Afrika Magharibi, Afrika ya Kusini? Sikia, kwa akili za kibinadamu na mipango ya kibinadamu bado sana, lakini kwa fahamu za kimungu na fikra za kimungu, ufalme wake umekaribia. Iyo karibu. Nasema ni karibu mno. Mtashangaa zaidi na zaidi. Tulikuwa katika kikundi ama kituo cha maombi, but rasmi leo hili linaitwa kanisa The Royal Hunter. Hii ni madhabahu ya kifalme. Hapa tuleteni hao walioko kwenye magereza, maana kuna mfalme na majeshi yake. Kuna mfalme na huruma zake nyingi. Tuleteni hao waliofungwa kwenye ulevi, kwenye uasherati, kwenye umaskini, kwenye laana ya usingo mama, ya usingo baba. Maana jeshi la mbingu linao uwezo wa kuchunguza
linao uwezo wa kusikia maombi yako na kuamuru kufunguliwa kwako. Nileteni hao wanaoteswa na magonjwa. Hii ni hospitali ya mbingu. Nileteni hao wanaoumiza kichwa. Mbona mahusiano yangu, mbona kila siku naachwa, mbona kila siku nateseka, mbona sipati mke wa kuoa, mbona sipati mume wa kunioa, mbona ikaya na masetelebei. Huyu Yesu ameweka ofisi ya kinabii. Acha kumlaumu mwenzako, pengine tatizo ni wewe. Pengine nyuma ya pazia kuna babu yako aliingia mkataba akasema hivi, naweka mali zangu na uzao wangu, nataka kuongezewa cheo cha uchawi. Akaambiwa katika uzao wako kuna mtu hata zaa wala kuolewa. So unashangaa mafarakano, mnagombana, kumbe iko roho nyuma yako inayomtandika huyo mwanaume. Hata hali ya usaliti inaweza ikatumika kutoka kwako ikaenda ili wewe uumizwe moyo wako. Usipojua hizi secret za kimbingu, utateseka kwa kusolve matatizo yako kwa akili zako, na hizi akili zako zinakuongoza tu kuangalia huku na huku uvuke barabara. Lakini yale matokeo makubwa, yale maisha makubwa, yale mafanikio makubwa, hayo yanahitaji fahamu za ndani, si fahamu za nje. Fahamu zilizoko sirini ndio zinazotawala. Listen, Mungu aliyeko sirini ndiye anayenitawala hapa. Sijui kama unanielewa. Mungu asiyeonekana kwa macho ya nyama, yeye huonekana kwa roho, yeye huonekana kwa matokeo, yeye huonekana kwa kuponya, yeye huonekana kwa ishara na miujiza. Huyo ndio yuko nyuma yangu, huyo ndiye anayenipa jeuri ya kwamba tunaenda, huyo ndiye anayenipa nguvu. Huyo nasema hivi, leo wakija wawili, nikiangalia hivi nikaona wengine wako wapi, ndani Yesu ananiambia usiogope, ndani Yesu ananiambia songa mbele, Yesu ananiambia ombea hao, Yesu ananiambia fungua hao, maana katika hao upo uzao. Sijui kama unanielewa vizuri. Ukiona na kupigia simu na kutafuta, ni kwa sababu Yesu anaumia ukipotea. Ni kwa sababu hivyo unavyoona changamoto ulionayo ni kweli haikufurahishi, magonjwa ulionayo ni kweli hayakufurahishi, haujajua tu ya kwamba hata Yesu anakuangalia hivi anahuzunika. Kuna namna unatakiwa ujue namna ya kumtumia Mungu kwenye maisha yako. Wenzako wanatumia majini, wenzako wanatumia mizimu na mapepo, wenzako wanatumia giza na makaburi kukutesa, kuzika hatima yako. Lakini huyu Yesu akiingia, hii ni radi ya moto. Hata mvua ikinyesha na giza, ule mwanga utamulika Dar es Salaam nzima. Radi ikipiga kwenye kijiji, hicho kijiji watajiuliza huyu ni kameramani wa namna gani? Mbona anamulika mpaka milimani? Hiyo tani ya namna gani? Nani aliyetengeneza nishati? Sema Yesu, iwashe taa ndani yangu. Wewe ni nuru, wewe ni nuru juu mbinguni na duniani. Mulikia maisha yangu, iwapi njia iliyo njema, nienende katika hiyo. Okay, kanisa
Frank, umenielewa? Kwa hiyo wengine sio kanisa. Kanisa ni watu. Jengo ni hekalu. So I'm giving you this secret. Tukisema tunajenga kanisa, sio kununua kiwanja. Tukinunua kiwanja na kujenga, lile ni jengo la kanisa. Yani kanisa ni wale wanaoingia ndani. Mnanielewa vizuri? Kanisa ni watu waliompokea Kristo, wanaomwamini Kristo, wanaoishi ndani ya Kristo. Hao watakatifu ndo kanisa. Hao wanaosaidiwa na Mungu ndio kanisa. Hao wanaotolewa huko kwenye baa na kuja kumtumikia Mungu, hao ndio kanisa. Hao wanaoteseka mchana kutwa au wengine usiku wanashindwa kulala, wakija Yesu anawakomboa, wanalala kwa usingizi mzuri, amani inaingia kwenye ndoa zao, amani inaingia kwenye maisha yao. Hao ndio kanisa. Hapa ni matokeo ya kanisa lililotengenezwa rohoni. Linatengenezwaje? Inawekwa madhabahu ndani ya mtu. Ile madhabahu inapiga madhabahu zingine, inaokoa mtu mmoja baada ya mwingine, mmoja baada ya mwingine, mmoja baada ya mwingine. Hilo ndio kanisa. Ukiona kuna namna ya deliverance unahitaji, lakini kwenye kanisa lako umekosa, hata hapa, ujue hilo sio kanisa, ni chama. Lakini mwekini. Ukiona kuna aina ya msaada umeukosa, unaambiwa ili umuone mtumishi, jaza fomu ni fomu ni 50,000. Ukiingia ndani unaambiwa kama una 500,000, mimi tatizo la ndoa yako ninamaliza. Listen. Yesu hanunui nafsi za watu kwa fedha, ananunua kwa damu. Maana damu ndio yenye nguvu kuliko fedha. Sijui kama tunaelewana vizuri. Kwa mengine ni majengo. Usiogope. Hata sisi Yesu atatupa jengo, lakini kanisa tayari tunalo. Nataka ufungue Biblia yako pale alipokuwa akimwambia, hakika, hebu soma Mathayo 16 mstari wa 18. Ningemwambia Barnaba mwaka jana kwamba ndugu yangu nataka nifungue kanisa, pengine angecheka kwa dharau. Au brother Fahimu hapa, hasa huyu Fahimu huyu. Na hawa ndio wangekuwa kumpiga misumari wa kwanza. Yaani miongoni mwa wabaya alikuwa huyu. Lakini huyu Yesu akisema ndio, hakuna awezaye kusema hapa. Maana huyu ndio brother wa ananijua, tumekutana tangu Buguruni kule. Kombilinge changamoto nini kila kitu anajua. Fungua kitabu cha Mathayo 16:18. Inabidi uwe mwamba imara. Mwamba imara kiroho ni mtu shupavu mwenye uwezo kuyashinda matatizo yake na akaanza kutatua matatizo ya wengine. Kwa hiyo Yesu anapoingia kwenye maisha yangu, ananitengeneza kwanza mimi. Anaondoa kwanza hofu,
anaondoa kwanza manyanyaso, anaondoa kwanza mateso, anaweka amani na ujasiri. Kuanzia hapo ndipo sasa unapoenda ukikutana na changamoto yoyote, wewe Mungu wako ni mkubwa kuliko Mungu wa hao wanaokutesa. So ujasiri nilionao ni kwa sababu kichwa changu kimelala kifuani mwa Ibrahimu, kimelala kifuani mwa Yesu. So anasema nitalijenga kanisa na malango ya kuzimu hayataliweza. Anazungumzia watu nitawaokoa na kuzimu haitaweza kuwaangusha, haitaweza kuwatesa, haitaweza kuwamiliki, maana watamilikiwa na mbingu. So akisema nitalijenga kanisa, sio msingi, sio jengo, no. Watu watajengeka ndani, watu watakombolewa, watu watafunguliwa. Wakifunguliwa sasa, hapo ndipo anasema malango ya kuzimu hayatafanya nini? Ndio maana bado anasema tena ameandaa meza mbele ya watesi. Vita ulionayo unatakiwa kushinda na si kushindwa. Amen. Changamoto ulionayo unatakiwa still in the world. Bado tuko kwenye ulimwengu huu, una changamoto, una vishawishi, una vitu vingi. So kinachotakiwa ni Roho wa Mungu aingie ndani yako, uwe na uwezo wa kushinda. Uanze kuona dalili kwamba dalili hii mara nyingi ikinikuta kuna roho inataka kuingia ndani yangu. So Yesu, sitaki hii dalili, sitaki hii tabia, hasira sitaki, mafarakano sitaki. Maana nini matokeo ya mafarakano? Ugomvi, kutengana, kila mmoja kuanza tena maisha moja. Mega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Bwana, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Okay. Walidumu katika hekalu, ndio lile jengo. Naelewa vizuri? Walidumu katika, sio katika kanisa, maana kanisa ni wao. Sawa Akasema walidumu katika hekalu. Alafu akasema kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, asema wakimega mkate ule ambao Yesu alisema mkila mwili wangu. Si ndivyo mwili wa Kristo, Yesu anaingia ndani yake ndani yako mzima. Sio tu ukumbusho, memory, hapana. Kuna balaa kubwa hapo kwa maadui zako ukila mwili wa Kristo. Anasema wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe. Sikia sasa mstari wa 7, anasema wakimsifu Mungu. Neno kumsifu Mungu itimizi ibada, yani wakimwabudu Mungu katika roho na kweli, si ndivyo? Asema na kuwapendeza watu wote. Kuwapendeza watu wote maana yake nini? Ukarimu, uvumilivu, upole, kutokuwaudhi watu, kutokuwatukana watu, kutokuwafanyia watu mabaya, si ndivyo? Anasema Bwana akalizidisha kanisa, maana yake akaongeza kusanyiko. Akalizidisha, sikia, akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Akalizidisha kanisa kwa wale waliokuwa wakiokolewa. So nataka nikwambie, ukileta mtu akapona, si ndivyo? Hapo ndo kanisa linaongezeka. Ukileta mtu akafunguliwa magonjwa yake yote, hapo kanisa linaongezeka. Maana huyu mtu atajua hapa nabaki ni salama, nikiumwa tunaomba napona. Ukileta mtu ana changamoto yake ya ndoa, Yesu akasolve, ikaya na masitendebe. Nataka niongee kitu hiki hapa. Nadhani atakuja mwenyewe kushuhudia, leo hayupo. Dada mmoja alikuja hapa,
ndugu yetu wa karibu kwa wengine. Yeye ndoa yake ilikuwa imefika mwisho. Anasema sasa, mtumishi, kwa kweli mimi nataka tu niachane naye, Mungu anipe ukurasa mwingine. Alimefika mwisho, nikamwambia ngoja tuombe. Tukaomba. Tulipoomba, Mungu akaanza na yeye. Hapa kuna madudu yanatembea kwenye mwili wake. Hayo ndio yanayosababisha aonekane hausigeu. Hayo ndio yanayosababisha asiwe na thamani. Wamebadilika wote, wamekuwa na upendo. Mbona ilikuwa ishavunjika? Walikuwa wakiishi kama kaka na dada. Mbona mambo yalikuwa yameshaisha? Lakini alipoingia Yesu, akaenda akanunua zile pete, akakimbia nazo. Mtumishi, nimekuja, ndio hivi, nataka tena tuombe, maana naenda kumvalisha pete. Mahusiano ni rahisi sana kuwa na mpenzi, lakini ni ngumu sana kuwa na ndoa. Nataka mnielewe, mapenzi ni marahisi, ndoa ni ngumu mno. Msiwaone watu wanaamka wanatoka mlango mmoja wa room. Watu wana mazito na makubwa. Angesema siku moja atue mzigo kwenye kichwa chako, kingebondeka bondeka. Nanielewa vizuri. Ni rahisi kuwa na nini? Kuwa na mpenzi. Hata shule ukiwa unasoma, unaweza ukawa na boyfriend, unaweza ukawa na girlfriend. Hata ukiwa ndio unatafuta maisha, unaweza ukawa naye. Lakini kwa nini huwezi kuolewa ukiwa sekondari? Kwa nini wanataka ukue kwanza? Hiyo amani unayoiona kwenye uchumba sio hiyo. Unahitaji amani nyingine kutoka kwa Yesu. Hivyo mnavyoona mnatembea huku na kule, mnatoana auti, bichi, mnakimbizana, mnakula na upepo. Sijui ruka nikupige picha, ruka nipige ya hivi, ruka sijapata miguu vizuri, sijui sijakaa mkao. Cheza hapo. Nenda kamnunulie kitimoto 16 na ugali wa buku, wa kwako na wa kwake 18. Leta na kasoda kunywa kwenye vile vibichi ambavyo juu vinaka upepo, unakaka jengo kako juu hivi. Lakini nataka nikwambie kuna maisha baada ya hapo. Hizi zinazoitwa starehe gharama, steam zimelipiwa. Sio hizi, sio hayo maisha halisi. Huo ni uongo. Sema sitaki uongo. Kwa damu ya Yesu nataka maisha halisi kwa jina la Yesu. Mwanaume naye sema kama mwanamke akana hata matumizi makubwa. Yaani nikikaambia hivi ananiambia hayo yote ya nini? Kanatunza eti kamepewa 10,000 kanatunza buku mpaka wiki ijayo ipo ile tunasema yes, wow. Yaani huyu mwanamke tutapiga maendeleo. Ingia kwenye ndoa. Kama kuna mizimu ya kwao ilikuwa haitaki ndoa, ndio utaelewa. Sasa utaanza, umenigeuka, unajua umenigeuka wewe, na yeye anakuambia wewe mwenyewe umenigeuka. Yaani ni kama vile anayewasikiliza pembeni anasema kwa hiyo mmegeukana. Nilipewa kusolve mahusiano fulani mpaka nikawaambia jamani, sasa mimi nataka nilale, sitaki kusolve. Nikasinzia, wakaniamsha. Yani huyo anakueleza la huyo yeye anatubu, na huyo anaeleza kidogo la huyo si sana, lakini huyo yeye sana toba. Sasa unakaa hapa unapatanisha. Kwa hiyo moyo wake uradi, huyo anakataa. Ukisinzia huyo anakuamsha aliyekataa. Sasa unaniamshia nini? Mbona umekataa?
Si umekataa? Niache nilale sasa. Ndio kusuluhisha kuanzia saa 3 usiku mpaka saa 11 asubuhi jamani. Sasa kwa nini? Kwanza kipindisho atakuitwa bado. Hizo ndoto mambo ya uchungaji sijui unabii sina kabisa. Nawaza mabiti tu muziki. Ndio napewa usuluhishe ndoa. Hao watu kwanza ni wazoefu kiroho kuliko wewe. Ni watumishi kuliko wewe. Alafu anakupanga kakitu kichwani kwako. Alafu anakaa pembeni. Ukisinzia kakikuelemea anakuambia amka. Nisaidie. Yesu. Unanielewa vizuri? So, situation unayopitia, there is a secret behind. Ndio maana kuna wakati inabidi tuonane ana kwa ana private. Tuzungumze private. Usije ukawa unamlaumu ndugu yako, usije ukawa unamlaumu mwenzako, kumbe wewe ndio sababu. Na wewe sio kwamba unapenda, no. Na wewe hujui. Hujui nini chanzo. Kumbe chanzo ni huko nyuma kuna maagano. Hayo maagano ndio chanzo. Usipovunja hayo maagano, ndoa utaiona ngumu. Mnanielewa vizuri? Nataka nisitoke kwenye point. So akasema Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Sema Bwana Yesu, ninakuomba uwaokoe ndugu zangu, maana wakiokolewa kanisa linazidi. Ninakuomba uwaokoe marafiki zangu, maana wakiokolewa kanisa litazidi. Ninakuomba uokoe ndoa yangu, maana uzao utazidi machoni pa nchi, kwa jina la Yesu. Unahitaji nafsi yako ipone magonjwa na maradhi ulionayo, maana hayo ni magumu zaidi. Mtu akiwa hivi na mwana ni mzima na ana uwezo hata kumsindikiza mwingine hospitali, usishangae ghafla amedondoka kafa. Kinachotakiwa jiulize, nini kilimsibu? Fuatilia historia yake. Inawezekana hapo ndo alikuwa ameandika tarehe ya kwamba leo atakufa kwa kifo hiki. Inawezekana kuna roho ziliandika ya kwamba hapa ndo tunataka afe. Ukashanga tulimetokea la kutokea hapa, kazima kaenda. Dada mmoja aliingia hapa, tuko kwenye maombi siku moja, ghafla tu anatembea hapa anauza uji. Akaingia hapa. Kumbe ndio siku walikuwa wanataka kumtoa kafara, na wanaotaka kumtoa ni mama yake mzazi. Ni mzimu, alishakufa siku nyingi, na ndugu zake, bibi yake na mama zake wadogo na mama zake wakubwa, wako 5 wote. Yani mizimu kule kwenye makaburi inatembeleana. Imehama kwenye makaburi yao, imeenda kwenye kaburi la mama yake, wameweka kizingiti. Tunamtaka mwanao. Unafuatilia, yanaanza ziko clip kwenye simu, hatujaanza tu kuzirusha. Zinaanza kuongea kwamba ilikuwa afe, ilikuwa afe huyu, tukashindwa, wakafa wadogo zake 2. Hapa tumekuja kumaliza mchezo. Hapo the time tunafanya ile deliverance, wanasema basi tunaenda kumuua mtoto wake, na hapo nikazuia. Listen, unahitaji nguvu za kiroho. Usione huu mji ni mkubwa una changamoto wewe. Na maanisha sio mji una changamoto, na maanisha wewe una changamoto. Ambazo hizi changamoto usipozielewa, malango ya mji hayawezi kukupokea. Ndio maana Elizabeth anasema ukisikia mtu anasema Dar es Salaam imekubali, maana yake ardhi. Hapo ni kwenye somo la ardhi.
Kwa hiyo kuna aina ya miungu huko kwenu inao uwezo wa kupiga simu au wa kufanya mawasiliano ya rohoni na miungu ya Dar es Salaam. Ndio maana unavyoona kuna wakuu wa mikoa hata kwenye ulimwengu wa roho wapo. Ukisikia mkuu wa anga, sio anga lote la Tanzania. Huyo ni katika level za kimataifa. Lakini yupo mkuu wa anga wa Dar es Salaam, na mkuu wa anga mahali ulipozaliwa. Huyo huchukua taarifa kwenye mizimu, huchukua taarifa huko kijijini kwenu na kuzileta kwa mkuu wa anga wa Dar es Salaam, ya kwamba huyo mtu ametoka kijijini kwetu, ana hatima, anataka kutoka kwa uimbaji, anataka kufanya video director, sio anataka kuwa mtu fulani, tulaanie huyo mtu. Yani wanaenda kama walivyoenda kwa Balaam. Wachawi walivyokuwa wametumwa kwenda kwa Balaki. No, kutoka kwa Balaki kwenda kwa Balaam. Sasa unahitaji Yesu akubarikie ndani. Anasema nitakubariki utokapo, nitakubariki uingiapo. Ili akikutana na hii mizimu ya huku, wakuu wa anga wanasema tutamlaanije aliyebarikiwa na Mungu. Fanya mchezo. Jitahidi kusolve mambo yako mwenyewe. Nataka nikwambie, mimi nilipambana nikashindwa. Huyu Yesu ndio akaamua kusolve. Unanielewa vizuri? Hapa image yetu ni kuangalia nchi ijayo. Tunachotaka ni watu watoke kwenye vifungo. Ndio maana nikasema hivi, njoo, una jambo lako, njoo tuombe. Halijafanikiwa, usisali hapa, tafuta kanisa jingine. Maana basi nitakuwa nimekudanganya. Lakini Mungu akikufungua, twende tukamtumikie. Nenda ukafanikiwe. Maana anayefanya si mimi. Mimi umri wangu ni mdogo, lakini Yesu ni mzee wa siku. Kitabu cha Yohana Yohana 6 mstari wa 54. Nitasoma. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Listen. Kuna maisha baada ya kifo. Baada ya kifo kuna maisha, na hayo maisha pia yana uzima na yana mauti vile vile. Yaani mtu aliyekufa, kuna maisha mengine ambayo hayo maisha nayo yanakufa tena na yanakuishi tena. Understand this one. Kama Yesu hayuko ndani yako, ujue uhai siku ya mwisho haupo, upo kuna mauti. Acheni waendelee kudanganyana na miujiza feki na maisha feki ya kuwaibia watu sadaka. Lakini huyu Yesu alisema kwenye Ezekieli. So, nini kitakachokupa nguvu ya kufufuka siku ya mwisho? Ni yule Yesu aliyefufuka katika wafu. So, unapokunywa damu yake na mwili wake, hili ni agano takatifu ambalo yeye mwenyewe analiweka, akisema watafufuka siku ya mwisho. Soma tena mstari wa 56. Nitasoma. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Unaelewa? Inatosha sana. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami ndani yake. Listen. Leo ukinywa damu ya Yesu
na mkate ule, mwili wa Kristo. Mimi nataka Yesu aingie ndani yako mzima mzima. Kiu ya pombe utaiona tena, marafiki wa pombe utawaona tena, kiu ya unzinzi utaiona tena, marafiki wa unzinzi watakukimbia, roho ya majini mahaba usiku utaiona tena. Leo tunaweka agano la damu ya Yesu. Tusimame. Pita katikati yao kama moto wenye uwezo wa kuyeyusha chuma. Matatizo sugu yaondoke, matatizo magumu yaondoke, magonjwa sugu yaondoke, umaskini sugu uondoke kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Yesu ingia ndani yao, Yesu ingia ndani yao, Yesu ingia ndani yao, Yesu ingia ndani yao kwa jina la Yesu. Nasema yeyote aliyeshika nafsi yako, yeyote aliyeshika hatima yako, yeyote aliyeshika mahusiano yako, nasema napeleka moto, achilia maisha yako, napeleka moto, napeleka moto kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Ingia ndani ya rehema kwa nguvu. Roho Mtakatifu ingia ndani yake kwa nguvu, ingia ndani yake kwa nguvu. Kilichoshikilia kichwani kimwachie. Nani alibeba nywele zake? Nani anamtesa? Nani anamwonea? Nasema nakomboa nafsi yake kwa mamlaka ya kimbingu, nakomboa maisha yake kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ingia ndani yake. Nasema kila pando la kuzimu likamatwe kwa jina la Yesu, likamatwe kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu ingia ndani yake kwa nguvu. Mateso kwa rehema basi, mateso basi. Nasema na hiyo miungu inayomtumikisha, ninaamuru malaika waende, moto wende nyumbani kwao, upande wa mama, moto wende nyumbani kwao, upande wa baba. Nasema lipo kusudi huyo mtu kukanyaga hapa. Nasema leo ni siku yake ya kufunguka, ni siku yake ya kufunguliwa. Yesu ingia ndani yake kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nachilia moto, 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 moto mkali aliyebeba nyota yake, nachilia moto aliyepesa maisha yake kwa njia ya tendo la ndoa. Na washa moto ndani yake, washa moto ndani yake, washa moto ndani yake. Mchawi anayempesa, 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 anayempesa. Ikayana masetelebu, ramakayana masakalabu atakapa, ramakayana masakalabu, rikoloni sotoka payana, pelirika ande kayana masakalebu, rakiyana masakalebu, lebrika ande kayana masakalabu, rikoloni sotoka payana, ikayana masakalabu atakapa, ramakayana masakalabu, rakayana masakalabu atakapa, ikayana masakalebu, pelirika ande kayana masakalabu, rakiyana masakalebu. Lebukande kayana masepelebe, Nikolone sotoka payana, Ramakayana masakala batakapa, Ramakayana masakalabo. Nasema naachilia uzima ndani yako, giza naliondoa, naweka nuru ndani yako, naweka nuru ndani yako, naondoa giza, naondoa mateso, maumivu ya moyo. Yesu ingia ndani yako, Yesu ingia ndani yako, Yesu mguse, Yesu mwonekanie, Yesu mpiganie kwa damu ya Yesu.
kama aliyebeba nyayo. Damu ya Yesu iende. Nakomboa hatua zake, nakomboa maisha yake. Nasema ninamfungua kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nakomboa miguu yake. Nani anampesa kwa kutumia kucha? Nani anampesa kwa kutumia udongo? Akabeba nyayo, akabeba mtu kama alivyo. Moto wende. Natuma malaika. Nasema natuma malaika, natuma malaika, natuma malaika kijijini kwao, natuma malaika mpaka siku yake ya kuzaliwa. Sema leo tunamkomboa Rehema kwa jina la Yesu. Tunamkomboa Rehema kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema ninaita nafsi ya Rehema itoke gizani ije nuruni kwa damu ya Yesu. Rehema njoo kwa jina la Yesu, njoo kwa damu ya Yesu, njoo kwa jina la Yesu, njoo kwa damu ya Yesu. Tulia. Akamata pigwe aliyebeba kitovu wakati wa kuzaliwa kwake. Ninapeleka moto, napeleka moto aliyechukua nyota yake akaitumia kwenye mambo yake. Ninamuru damu ya Yesu ikomboe nyota yake. Ninamuru damu ya Yesu ikomboe maisha yake. Ninamuru damu ya Yesu ikomboe moyo wake, ikomboe hatima yake kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, anayelaani mipango yake, anayelaani ndoa yake, awe na kibali kwenye mahusiano kwenye kazi. Yesu msaidie na kuweka aumike kupia kwa maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Ninaibarikia elimu yake na mtoto wake, asiwepo wa kulani maisha yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu ninambarikia, ninambarikia asipate faida kwa tabu. Nataka kifanya kazi yake kidogo usa maisha yake. Naleta badiliko kuanzia sasa. Naweka sura mpya ya maisha yake na mtazamo mpya kwenye fahamu zake. Afanikiwe yeye na ndugu zake na uzao wake popote atokako na aendako. Ninaachilia baraka ndani ya maisha yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu, kupitia ya machache huko ushuhuda unakuja. Ninambarikia Kristo. Bwana Yesu, ninambarikia yeye na mtoto wake, yeye na mke wake, yeye na nyumba yake, yeye na familia yake na uzao wake.
kwa damu ya Yesu Kristo aongezeke zaidi. Miujiza mingine ikatokea ndani ya wiki hii. Neema na amani na ongezeko la fedha kwenye kazi yake katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia sasa ni damu yako hii, kuanzia sasa ni mwili wako. Ninatamka kwa lugha ya kinabii ya kwamba kupitia damu yako maagano ya kale yote yavunjike. Tunatengeneza agano jipya ndani ya watu wako, tunatengeneza agano jipya ndani ya kila mmoja. Damu yako na mkate utakapoingia ndani ya miili yao, ingia ndani yao mzima mzima, kwenye maisha yao, kwenye uchumi, kwenye hali ya ndoa,